Najua waufahamu sana mgomba ama mdizi. Ni mti ambao unatoa zao la ndizi. Kuna ndizi aina nyingi sana duniani, lakini leo hapa ninauzungumzia mgomba wenyewe, sipo kwenye ndizi. Kwa hiyo leo nagusia mawili matatu kuhusu mgomba, alafu tunda lenyewe la ndizi hapana. Leo nagusia kuhusu mgomba kidogo. Sasa mgomba hutumika katika kazi nyingi mno, kitiba na hata katika mambo mengine ya kudhuru ama kuumiza watu. Mgomba hutumika na wachawi kama sehemu ya kuficha uhalisia. Mgomba hutumika kuficha misukule. Ukisikia watu wamezika mgomba, si hadithi za kufikirika, ni mambo ambayo yapo katika maisha ya kichawi ama ulimwengu mwingine huko. Sasa leo tutaangalia kidogo faida za mgomba katika tiba. Mgomba ukikauka, zile kamba zake zile hutumika kama dawa kwa watoto waliochelewa kutambaa au kutembea. Lakini pia kamba za mgomba huweza pia kutumika kwa kuondoa uoga. Mathalani umefiwa ama uko na hofu, uko na wasiwasi, ama kuna sehemu unataka kwenda lakini unaogopa, labda ni usiku ama unaogopa tu njia, mazingira yalivyo. Sasa ili uweze kuondoa wasiwasi, kuondoa uoga, chukua kamba ya mgomba. Mgomba ule umekauka, kamba yake ilichukua, funga mafundo 7 hiyo kamba ya mgomba, alafu vaa mkono wako wa kushoto. Itakusaidia sana. Tembea, nenda unakoenda, safi kabisa, kutakuwa hakuna shaka. Lakini utomvu wa mgomba, yale majimaji yale, utomvu wa mgomba ule, yanaweza kumaliza tatizo la ugonjwa wa ngozi sugu. Una ugonjwa wa ngozi ambao ni sugu, chukua utomvu wa mgomba ule, majimaji yake yale, utomvu ule, pakaa kwenye ngozi iliyoathirika. Ila huo utomvu usiweke sehemu za siri, ni hatari. Weka kwenye ngozi tu. Kama ngozi yako imeathirika na magonjwa kadha wa kadha, utakwenda kupona. Wewe unapaka utomvu huo asubuhi na hata usiku kabla ya kwenda kulala. Kwa mtoto anayesumbua kulialia ovyo, mtoto wako anasumbua, analialia ovyo, chukua toto la ndizi, twanga, changanya na kitunguu saumu, weka kwenye sufuria kubwa, kisha weka maji yao ya kawaida tu ya baridi, alafu hayo maji kaanike juani. Yakipata umotomoto, muogeshee mtoto hapo hapo ulipoyaanika hayo maji. Changamoto ya mtoto kusumbua kulialia hovyo itakwenda kuondoka. Lakini kwa maradhi ya mtoto wa jicho, tumia utomvu wa mgomba kuweka jichoni. Tumia matone 2. Tumia hivyo hadi pale ambako utapona. Ndani ya siku 7 hadi 14 utapona changamoto ya mtoto wa jicho. Lakini ukiwa na maumivu ya mwili, yaani mwili unauma, viungo vimekaza, chukua toto la ndizi, likate, loweka kwenye maji, kisha nenda kaoge. Utajisikia poa. Pia ukiwa una maumivu ya mwili, yaani mwili unauma, viungo vimekaza, unaweza ukachukua toto la ndizi ama toto la mdizi, likatekate, loweka kwenye maji, kisha weka na ndimu humo, tumia kuchua maeneo yanayouma. Baada ya muda utakwenda kujisikia poa. Lakini kingine, wenye matatizo ya kukosa hamu ya tendo la ndoa, huna hamu ya mapenzi, chemsha mizizi ya mgomba, na hapa ni mgomba mwekundu. Tafuta mgomba mwekundu, mizizi yake ile, chemsha, alafu kunywa. Ni dawa nzuri mno. Huna hamu, changamoto ya nguvu za kiume, hii itakwenda kukusaidia. Nimekupa hayo mawili matatu kuhusu mgomba au mdizi na faida zake kiduchu. Mengi tumewahi kuyazungumza hapa. Leo nimekuongezea hayo mawili matatu. Lakini kingine kupitia hapa Chakula cha Ubongo, nikupe dawa ya figo.
yaani figo imeshindwa ama figo kufeli. Sasa figo ni mojawapo ya viungo muhimu sana katika mwili wa binadamu. Figo linaendelea kufanya kazi kwa ufanisi endapo litapewa lishe na matunzo sahihi. Watu wengi wamekuwa wakipuuza figo zao kiasi kwamba figo zao zinaanza kuwaua taratibu, huku wengine wengi wakipambana na ugonjwa wa figo kushindwa kufanya kazi vizuri na wapo kwenye hatari ya kupoteza maisha yao ya thamani. Sasa kama una changamoto ya figo, cha kufanya, tafuta fungu la majani ya biringanya. Unafahamu biringanya? Fungu la majani ya biringanya, fungu la kutosha, majani yake yale biringanya. Yaoshe vizuri kwa maji safi, alafu katakata vipande vidogo hayo majani. Weka kwenye sufuria, ongeza umo na maji, alafu chemsha kwa muda wa dakika 10 tu, kisha ipua, chuja. Acha yapoe kiasi, uwe unakunywa glasi 1 kila siku, na ukiweza asubuhi na jioni. Alafu nenda kachunguze haja yako ndogo, utaona maajabu yake. Dawa hii tumia angalau siku 10 tu, asubuhi na jioni, utapata kuona maajabu yake. Kingine nikupe hapa kuhusu mkunde pori. Unaufahamu mkunde pori? Basi nakupa hapa mawili matatu kile ambacho unaweza kujitibu kwa kutumia mkunde pori. Mkunde pori uko na uwezo wa kuzibua mirija ya uzazi kwa wanawake. Lakini pia mkunde pori unaweza kutibu chango la uzazi kwa wanawake. Pia mkunde pori unatibu maumivu yote ya tumbo. Lakini mkunde pori husaidia kufunga hedhi kwa wanawake wenye changamoto ya hedhi kwenda bila mpangilio ama hedhi kwenda muda mrefu. Lakini pia mkunde pori husaidia wanawake kushika ujauzito. Lakini pia ni tiba ya ngiri kwa wanaume. Una maumivu ya viungo na mgongo, mkunde pori ni tiba. Lakini pia mkunde pori unasafisha kizazi. Mkunde pori pia unaondoa sumu kwa waliotumia uzazi wa mpango. Umetumia uzazi wa mpango wa kisasa, umekuletea shida, sasa mkunde pori unaondoa sumu. Lakini pia mkunde pori unakomaza mayai na kusogeza kizazi karibu kabisa, na hivyo inakuwa rahisi kushika ujauzito. Muhimu ndugu yangu, ukianza kutumia mkunde pori, utaenda haja ndogo mara kwa mara, tumbo litavuta kwa chini. Hapo ujue dawa inafanya kazi, wala usiogope ndugu yangu. Sasa maandalizi yake, tafuta mizizi ya mkunde pori. Ukishapata mizizi hiyo, iache kivulini hadi ikauke. Unaweza ukaweka ndani hadi ikauke. Kuwa na subra tu, vumilia hadi ikauke. Ikisha kauka, saga upate unga wake hiyo mizizi. Alafu tumia unga wake huo kijiko 1 asubuhi na jioni. Weka hicho kijiko kwenye kikombe 1 cha uji au maji ya moto. Kwa changanya ama kwenye maji ya moto vuguvugu au kwenye kikombe 1 cha uji. Alafu tumia kwa kunywa kwa muda wa siku 5. Changamoto zitaondoka. Au chemsha mizizi ya mkunde pori kisha kunywa nusu glasi asubuhi na jioni kwa muda wa siku 5 hadi 10. Kuhusu kutopata mtoto, una haha kutafuta ujauzito, tumia mkunde pori kwa namna hii. Tafuta majani ya mkunde pori robo kilo. Chemsha kwenye maji ya lita 2. Maji hayo yachemke vizuri hadi yabakie lita 1.5. Yaani nusu ya maji ipotea wakati ukichemsha. Ukisha chemsha, tumia yakiwa bado ya uvuguvugu. Kunywa nusu glasi mara 2 kwa siku, asubuhi na jioni, kwa muda wa siku 10 hadi 15. Utakwenda kushika ujauzito ndugu yangu. Lakini pia ndugu yangu, ukichanganya mkunde pori na mziwaziwa, pia ni dawa nzuri kwa wanawake wanaotafuta mtoto. Fanya hivyo kama nilivyokuambia, tafuta mziwaziwa, majani ya mkunde pori, changanya, chemsha, then kunywa ikiwa vuguvugu nusu kikombe asubuhi na jioni. Utapata matokeo muhimu. Cheza game zako vizuri tu na mtu wako wa maana, alafu njoo hapa lete mrejesho.
Lakini kwa habari ya kusafisha kizazi ama kuondoa sumu kwa wale ambao wametumia uzazi wa mpango, ama nia yako ni kukomaza mayai na kusogeza kizazi karibu, cha kufanya, chukua mizizi ya mkundepori na mmea wa mziwaziwa, kisha changanya na uchemshe kwa pamoja, uwe unakunywa asubuhi na jioni. Nusu glasi pia itakusaidia kusafisha kizazi, kuondoa sumu mwilini za uzazi wa mpango, lakini pia kukomaza mayai na kusogeza kizazi karibu. Na tumia kwa siku 7 kabla ya kuingia siku zako. Siku 7 kabla ya kuingia siku zako ndo tumia dawa hii. Lakini ukiwa mjamzito, dawa hii usitumie. Ukiwa mjamzito, dawa hii usitumie. Narudia tena, ukitumia dawa hii utaona unaenda haja ndogo mara kwa mara, tumbo linavuta kwa chini, hapo ujue dawa inafanya kazi. Na wala usiogope, ondoa shaka ndugu yangu. Cha mwisho kupitia hapa leo Chakula cha Ubongo, nikupe dawa ya stroke. Nikupe namna ambavyo unaweza kuondoa changamoto ama tatizo la stroke. Tafuta sponge plant, yani hapa tafuta mdodoki. Unaufahamu mdodoki? Tafuta majani yake yale, majani ya mdodoki, mmea wa mdodoki, majani yake yale. Tafuta majani yake na punje kadhaa za kitunguu saumu, alafu changanya kwa pamoja. Chemsha majani ya mdodoki na punje kadhaa za kitunguu saumu, chemsha. Ukisha chemsha vizuri, ipua ikiwa ya vuguvugu vile, mpe mgonjwa anywe kikombe cha chai mara 2 kwa siku, kila siku. Hii ni nzuri mno, itakusaidia sana. Mpe atumie kila siku. Baada ya muda utaona mtu anakaa sawa. Tumia ndugu yangu, alafu usisite kuja hapa kuleta mrejesho. Unafahamu nyanya? Hii nyanya maji. Sasa kama una magaga, ndugu yangu, nyanya maji ni dawa ya magaga. Tafuta nyanya 3 zimeiva vizuri, zisage vizuri kabisa. Weka na chumvi yako ya mawe, koroga vizuri, pakaa kwenye magaga. Alafu vaa na mfuko, vaa na soksi yako, nenda kalale. Fanya hivyo kwa muda wa siku 7 hadi siku 14. Magaga yote yataondoka ndugu yangu. Asante kwa muda wako, asante kwa sikio lako. Mimi ni Dastan Fredi Kamala. Shukran.